Kwa majina naitwa Shem Ali Mablangeti, napatikana Kigoma mjini Mwasenga. Kazi yangu nafanyia SIDO, sehemu ya viwanda vidogo vidogo Kigoma mjini. Ni mjasiriamali, ni fundi. Tunashughulika na kutengeneza furniture au thamani za ndani. Ndio. Sawa, endelea kuzungumzia swala la mbunge. Nazungumzia swala la mbunge Kayton Chipanto maarufu Baba Levo. Ni mbunge wetu mheshimiwa na ni mdogo wetu. Kwanza tunashukuru sana kumpata mbunge wa namna hii, kwa sababu wabunge wameshapita wengi sana, lakini hatujawahi kupata mbunge mwenye kujitoa kama huyu. Na nadhani anachoongelea kila siku Kigoma, tuna matatizo makubwa matatu, lakini kubwa kabisa ni barabara. Ili uite manispaa ya Kigoma mjini, kwanza barabara ni za muhimu. Hivyo basi analolipigania sisi tuko nyuma yake na tunamuunga mkono kwa 100%. Na tungependa kushauri wizara inayohusika wamsikilize mbunge wetu, ili Chama cha Mapinduzi waendelee kujizolea kula katika jimbo la Kigoma mjini, kwa sababu atakapotoa tatizo hilo basi na mambo mengine yataenda kuwa vizuri zaidi. Nadhani tuko nyuma yake na tunampa mkono na tunategemea kwamba atafanya makubwa zaidi na zaidi. Majina yangu naitwa Samson Michael Kulwa, ni mkazi wa jimbo la Kigoma mjini. Shughuli zangu ni fundi seremala. Kuhusu mbunge wetu, kimsingi mbunge wetu namfahamu vizuri. Namfahamu vizuri kwa maana ya kwamba tumesoma shule moja. Elimu alionao ndio elimu nilionao mimi. Na kitu ambacho ni cha kipekee sana kwa mbunge wetu Baba Levo maarufu, ni mtu ambaye ana uthubutu. Yaani akiamini katika jambo fulani anahakikisha mpaka analitimiza. Na ndio maana mpaka hapa mpofikia ni zile jitihada binafsi. Amekuwa na hatua nyingi sana kwenye mambo ambayo alikuwa anafanya, hata kwenye upande wa muziki. Alikuwa na mazingira fulani, alikuwa na watu wengi alikuwa anafanya nao kazi kipindi anaanza muziki. Lakini akaenda jitihada yeye peke yake, jitihada zake zimemfanya kufika hapa, lakini wapo ambao alikuwa nao hawajafika hapo walipo. Hiyo ni kutokana na ile passion yake mwenyewe binafsi ambayo anayo ya ule uthubutu na kutokata tamaa. Na katika shughuli zake za kiubunge, niseme kwamba binafsi ni mbunge ambaye mimi namkubali, kwa sababu amekuwa na sio mwoga wa kuzungumza. Hususani kuna ile swala ile bunge alikuwepo, nimesahau kidogo ilikuwa ni tarehe ngapi, alizungumza kwa habari za mikopo kwa vijana. Akasema kwamba unawezaje kumwambia kijana ambaye amemaliza shule aje na zamana isiyo ameshika, maana aje na hati hiyo, nyumba kaitoa wapi? Naona. Kwa hiyo mambo kama yale ni mambo ambayo ni asili ambayo tunaishi nao sisi huku. Hilo jambo la kwanza. Jambo lingine ni kuhusiana na hii swali kwa kuzungumzia bwawa la Katubuka, hilo kujaa maji, na mimi ni mmoja wapo ni wahanga, tumepata shida pale. Amekuwa na uthubutu wa kuzungumza. Nje ya hapo pia kuna zile jitihada binafsi za nje ya ubunge amekuwa akizifanya, hususani kusapoti vijana. Amesapoti vijana kwa kiwango kikubwa sana, lakini pia hata mazungumzo yake huwa anawatia moyo sana vijana. Sio mtu ambaye anakata tamaa, lakini pia pamoja na ubunge wake sio mtu ambaye anajitenga kwamba kuonekana yeye ameshakuwa na level fulani usimuone kwa watu fulani. Yeye utamoto anajichanganya kwa watu wote tu yupo. Ni mtu ambaye anafikika, ukiwa na shida naye unaweza ukaenda kwake ukazungumza naye na akakusikiliza. Lakini pia ni mtu asiyependa watu waonewe. Na naamini kabisa kiongozi yoyote yule mwenye sifa kwa kiongozi mzuri ni yule ambaye hapendi watu kuonewa. Huyo ni kiongozi sahihi sana kwenye level zozote zile au kwenye hatua zote zile. Alisema kwamba hana mpango kuwa waziri. Na mimi ikiwezeka kuwa waziri awe waziri tu. Kwa sababu nchi yetu kuna mambo mengi sana yametokea katikati hapo, vitu vingi vimeharibika nini. Ni wasomi wao ambao ndio wamefikisha kwenye hatua mbaya. Sasa kama ambaye sio msomi anafanya vizuri na msomi katuangusha kubaya, wote muamini yupi? Kwa mimi namwamini yule ambaye anafanya kile ambacho tunakihitaji wananchi. Kiufupi kabisa nifupishe ni kwamba Baba Levo anafaa kuwa mbunge hapa na bado atafanya mambo makubwa, namfahamu vizuri sana. Kwa majina naitwa Zakaria James Masafi. Ni fundi hapa SIDO. Ofisi yetu hii hapa. Tunapiga kazi, tunatafuta mkate. Kiukweli Baba Levo mimi kama mimi
namuelewa vizuri kwa sababu ile 2004 kipindi anakaa pale Majengo kwa Mzee Nyundo, tulikuwa wote mtaa mmoja, kipindi anaitwa OBD pamoja na kina Gazi Buti na Idi Nyundo, kwa walikuwa wanaimba tukiwa tunawaona. Kwa hiyo jambo ambalo nimefurahishwa nalo Baba Levo kuwa mbunge, nilifurahi sana. Kipekee zaidi namuona Baba Levo ni mtu muhimu sana kwenye jimbo letu, kwa sababu mtu anayejali watu, huyo ni mtu wa watu, lazima tumsapoti. Kwa Baba Levo tuko pamoja. Hapo ulipo, naomba usikie sauti yangu, usikie kilio changu. Kilio changu cha kwanza, pigana kwa ajili ya watoto wetu mashuleni, shule za msingi wanakaa chini. Tusaidie sana Baba Levo. Mimi naumia sana, na wewe ni mtu wetu, na wewe umesomea Katubuka shule ya msingi, tulikuwa pamoja. Unajua shule zetu zilivyo. Baba Levo, isikie sauti yangu tena na kusisitiza, wewe ni kijana mwenzetu, na wewe umetoka huku chini tulipokuwa sisi. Watoto wetu wanakaa chini, pigania watoto wetu, na wewe ulikuwa huku walipo watoto wetu mpaka ukafika huko. Mimi nakupongeza sana kwa hatua ulio nayo, na mimi nakuombea kabisa Mwenyezi Mungu akulinde, akupe maisha marefu, kwa sababu uongozi kama uongozi hausomewi. Uongozi ni wito kutoka kwa Mungu au ni kipawa kwa Mungu. Wewe una kipawa Baba Levo, wewe ni mtu wetu, tunakupenda sana watu wa Kigoma, na ninachokusisitiza tena, tusaidie bwawa la Katubuka maji yaondoke. Tunaona kama pale kwenye kampeni tulipigwa changamoto, wewe ukuwepo, walio kuwepo walitupiga mfumo. Tusaidie sana mtu wetu, tuko pamoja, sisi tunakupenda, na kwa dhati kabisa tunakuombea maombi. Mungu aendelee kukutunza, kupigania katika kila unalofanya. Ulisema pia kwa habari za barabara Kigoma, tunatamani sana barabara nzuri. Nakumbuka kwenye kampeni zako pale kwa Kidagala ulizungumza pointi moja ambayo nilielewa, nikasema kula yangu sitampa mwingine yoyote, nitakupa Baba Levo. Kutano ule wa Mwasenga kwa Kidagala ulizungumza hivi, ni aibu kubwa, na nukuu ulichosema, ni aibu kubwa Kigoma, ndege inapotaka kutua Kigoma tunaona barabara chakavu tunaziona. Nipeni kula zenu niende nikatafute barabara. Tena ukajipa jina Kibarabara, nasi kwa jina hilo Kibarabara tunaendelea kupambana. Nasi tunakuombea tutafutie barabara Kigoma yetu ipendeze.